Kuna huyu mama profesa ambaye alikuwa ameenda kuwapa watu seminar. Sijui alitoa wapi this topic ya polygamous family, na kawa anahimiza akina mama ya kwamba mume wako akaoa ama ukajua ana mke mwingine, tafadhali shika huyo mke mkono ili usipoteze bwana wako, mali uendelee kuwa na yule bwana, lakini amepata mshikaji mwingine. Kwa hivyo hata akipata watatu, bado ninaomba kwamba tafadhali muweze kuwaunga mkono. Na mama mmoja ambaye alikuwa kati ya watu waliokuwa nasikiza huyu mama kwenye hiyo semina aliinua mkono na akampa nafasi aulize kile ambacho alikuwa anataka kuuliza. Yule mama akasimama, mwanzo akasema jina lake ni nani. Baadaye akamshukuru sana yule profesa katika haya mafundisho ambayo alikuwa akiwafundisha, na akasema, umefundisha vizuri sana vile ambavyo tunapaswa kuweza kuwapenda waume zetu hata wanapooa wake wengine. Na akamwambia, kwa sababu ya ujumbe huo nimeona nami sitaweza kukuficha ukweli ya kwamba kwa muda huu wote tumekuwa na urafiki na mume wako na tuna watoto wawili. Na kwa sababu umesema tuwapende, ninaomba uweze kumpenda huyo mume wako, kwa sababu hata mimi ninampenda sana na nina watoto wangapi? Yule profesa akazimia. Alizimia, na wakati alipopata ufahamu alijipata hospitalini. Nani aliyesimama kando yake? Ni yule mwanamke. Na baada ya kupata ufahamu, yule mwanamke akamwambia, samahani sana, ninaomba msamaha kwa yale niliyoyasema. Ukweli wa mambo ni kwamba hata sijui mume wako. Mimi nilitaka kujua kama maneno uliokuwa unayasema yalitoka moyoni mwako ama ni watu ulikuwa unadanganya. Na nimetambua kwamba ulikuwa unatudanganya tukubali jambo ambalo wewe mwenyewe hauwezi ukalikubali. Na hivyo akamwambia, siku nyingine fundisha watu kile ambacho unaishi. Hata nyinyi nawaambia, fundisheni watu kile ambacho mnaishi, tusifundishe kile ambacho hatuishi, tuweze kuilinda imani hadi mwisho. Na nina uhakika kwa majaliwa yake Mungu Mwenyezi tutamuona na kuishi naye milele yote. Mungu awabariki, tukutaneni mbinguni.